So you have to be able, for you to move from where you are, you must be able to defeat the Egyptian mentality in you. The moment you defeat the Egyptian mentality from you, you'll be able to move to Canaan. You can never be able. Now, it is very, very difficult for you to move from the Egyptian mentality into Canaan. See watu wengi wanafikaga Canaan. Ni watu wawili walifika Canaan. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya the entire population of Israel, only 2 people ndio walifika Canaan, ambao walitoka Egypt. Wengine wote walikufia in the wilderness. Most of us we are dying in the wilderness. Most of us we are suffering in the wilderness. Most of us we are being challenged. Ndio ndoa nyingi zimekufa in the wilderness. Biashara nyingi zimekufa in the wilderness because we fail to understand. Before you start moving out, you need to study. You need to understand. You need to know that this is not Egypt. We are going to Canaan. And to know this, to be able to know this, mpaka Moses mwenyewe, he was unable to get there. He was unable to go to where? He was unable to go to Canaan. Why? Because even him, the liberator, bado alikuwa na Egyptian mentality. Maana ile makasiriko alikuwa nayo, alitoa wapi? Alitoa kwa baba yake. Babu ama ni great grandfather Jacobo. Jacobo wakati alikuwa anabariki watoto wake, aliita watoto wote akamwambia, kujeni niwaambie siku za mbeleni venye mtaishi. Akamuita huyu wa kwanza anaitwa Ruben. Akamwambia, wewe Ruben, si unajua venye ulifanya? Suli ngoja niende kwa kashugwa haka kengine na wewe ukaingia kwa kashugwa haka kengine. Alipochukua hakujua baba yake alinoti. Wakati wa kuachilia baraka, kuachilia maneno, alimwambia wewe ndio nini yangu ya kwanza. When we hinya wako. When we my first fruit. But you did what? Ulienda kwa kitanda. Sasa kutoka hapa shida itakupata ni hii. Akamalizana na huyo, akachukua mwingine, akaenda kwa mtu anaitwa Simon na nani? Na Levi. Levi akawaambia, nyinyi mlipiga ng'ombe na hasira. Naye wakaachiliwa nini? Laana ya nini? Ya hasira, mtaishi kwa upanga. Ukifuata sasa, Musa ametoka kwa Simon na Levi. Akalia Musa kupada hiyo yote amepada. Nini ilikosesha yeye kwenda Kanaani? Ni hasira. And that's why I normally tell you, trace yourself to know what is the problem that faces you. Trace yourself to know what is this altar that inakufuata. Maana kuna kitu kinakufuata. Na hiyo kitu sio kupenda kwako, kimetoka mbali na kimejitrace. Only kitu kimoja ndio kiliondolewa kutoka kwa Musa. Wakati walianza hiyo tribe ya nani? Tribe hapana, sio tribe ya nani? Tribe ya Ruben. Wakati ilifika, Moses mwenyewe ndiye alikuja kuokoa hiyo tribe. Na alisema nini? Aishi. Maana walikuwa ni hiyo muherega yao, walikuwa wanakufa. Is a tribe ya Ruben ambayo walianza kukufa, magonjwa, matatizo. Baka Musa mwenyewe ndiye alikuja akasema, nimesimamisha hii. Na Ruben nafanya nini? Na aishi. Lakini yeye hakusimamisha yake. Nina uwezo wa kusimamisha kifo yako, lakini nishindwe kusimamisha yako. Nina uwezo kupigana na madhabahu ya kwenu, lakini bado mimi madhabahu inanifuata. So nitahitaji mtu na mimi wako nisaidia. Hata mimi nasaidiwa. Sasa Musa alisema Ruben na aishi, na aliishi. Lakini yeye hakwenda kwa kirani yao kujua walilaaniwa wataishi kwa hasira. Sasa hiyo hasira wakati ilitokelezea, na hasira hii haikujagi wakati mwingine, inakujaga when you are nearing to your success. When you are about to get there, inaruka. Na sasa hiyo utaharibu kila kitu. Sasa hiyo unakasimu kwa sababu ya hasira, unapiga fini mtikoshoka kutakalia, inavunjika. Ikivunjika ndio nakumbuka ulikuwa na appointment na ulikuwa upige simu saa 9. Sasa simu imekufa, wale wanakupigia haupatikani. Wewe huwezi kupiga kwa sababu kufa na ile namba iko ndani, hauwezi kuitoa. Sasa inabaki namna gani? Unabaki hivyo. Unaenda nunua katuruturu hakabebi. Hii simu ilikuwa imebeba namba nyingi, zilikuwa kwa screen na zingine zilikuwa kwa Google. Sasa ukiweka katuruturu kanachukua Google kweli? Hakuna.
Sasa baadaye simu, ukitengeneza simu ndio unakuta, ukinunua simu nyingine unakuta namba zote miss call. Na unasikia ni kule ulikuwa na appointment, ulikuwa umeletewa pesa milioni 10 za kuanza kazi. Sasa unakuta wamekupigia simu kama 20. Sasa hapo tunasema Mungu wangu, kumefanyika nini kilio? Unaanza sasa kukumbuka vile ulifuja simu yako, venye ulifanya, venye ulijiharibia. Unasikia mtu ukimpigia simu, nyito wetereire kumara ushime nyaradita nithire na riu ndathie ndikiwaje ni kiandege ngigira no hote kurugamia ndege acha ndege ndirugamagio ningoka next year besa nyuma nacio ningoka ke next year unakuwa postponed basi kwa sababu ya nini basi. Lakini sasa Musa missed the whole thing because when he came with all the anger, akakuta watu wameanza kufanya vituko, akachukua ile tablet ilikuwa imeandikwa the commandment, akaivunja chini. Wakati aliivunja, naye Mungu akakuja. Imagine, alikasirika sio kwa sababu ya kitu yake, alikasirika na kitu si yake, ni ya Mungu. Who had given the commandment? It is God, not him was just a messenger. Him just was to liberate people, to speak to the word of God, because the same God angeenda tu kwake amwambie ado ni malhetirie watu hawa wameleta shida, venye alifanya wakati wa Kora na Dathan. Maana wakati wa Kora na Dathan watu elders 260 elders walikuwa wamekusanyika, wametengenezeka na wameanza kuleta maandamano jezi ya huko siku hiyo. Mungu wakati alisema atamaliza huyu jamaa, Musa mwenyewe alienda akateta, akaambia Mungu usimalize. Mungu akaambia lazima nigoke. Basi akaambia wachana na hao wengine kwa sababu walidanganywa. Goka tu viongozi, chukua tu viongozi. Mungu aligoka viongozi. Na ndio nawaambiaga nyinyi viongozi, hata kama hapa, kama hii kanisa itakuwa na judgment, ni nyinyi mtagokwa ya kwanza. So you be very careful. Be very careful. So Musa akashikwa na hasira kwa sababu ya ile mentality alibeba kutoka Egypt. Ilimkosesha kwenda wapi? Lakini kuna watu wawili walifaulu. Only 2 people they succeeded. And why did these people succeed? Wali succeed kwa nini? Hawa watu wawili. Ushajiuliza ni kwa nini Caleb na mtu anaitwa Joshua ndio peke yake kutoka Egypt walifaulu kwenda Canaan? Only 2 people. Wengine wote ambao walienda Canaan ni wazaliwa wa jangwani. God had to do something baka awashughulikie ile jangwa. Angalia kama uko kwa jangwa, na kama uko kwa jangwa, omba Mungu sana, maana labda unaenda kukufa. If you are in the wilderness, it's most likely you are going to die. Most likely. Ask God, why did you decide to put me into this wilderness? Na ni kama ni kitu unaweza kufanya, kama ni covenant umefuja, unaweza kuitengeneza haraka sana na ikue. Maana ile kitu ilifanya wana wa Israeli waingizwe ndani ya wilderness ni kitu moja tu, walivuja covenant. Ya nini? Ya kutahiri. Maana walijua ni siku 8 kutoka Egypt kwenda Canaan, it was only 80 days. So wakaabiana, wacha to circumcise. They said, let us not circumcise for these 80 days. Tukivuka kule sitataenda kutayarisha. But what was the meaning of circumcision in the kwa Israel? The meaning of circumcision, it was a covenant. Abraham aliambiwa tahiri na utahirisha mtoto yako. They made a covenant with God. It was Abrahamic covenant that God made with Abraham in regard to mankind. Na wakati walitengeneza hiyo covenant, ilikuwa a syllable covenant and it was a blood covenant. Damu ilipomwagika, that is why we circumcise. Damu inapomwagika, there is a covenant, the earthly covenant and the Abrahamic covenant, blessings ambazo zinashikana, ndio zinakushikanisha na the blessing of the earth. That is for a man. So the circumcision, they suspended Moses and the elders, they suspended circumcision for 80 days. When you have a car that has an insurance and you go to the company ya insurance, unaambia company suspend this insurance, alafu ifanye accident, watakulipa? Hawawezi. Hiyo, that is the greatest mistake that they did, to suspend the covenant that they had with God, the covenant of circumcision. Wakaisimamisha. Walipoisimamisha, wakarudi into the previous covenants za Egyptian. Wakarudi kwenye madhabahu ya wa Egypt, the Misri, the Egyptian covenants, Egyptian agreements, Egyptian spirits, ndizo walirudi. Maana hawa watu
miaka yao yote, sema miaka yao yote, 400 years. Kumbuka, it is only about 70 families ambao walikuwa Israel. Israel is a nation ambayo ilitengenezwa in a foreign country. Bwana Yesu asifiwe sana. Israel is the only nation that was created in a foreign country. It was created in Egypt. So they never had an identity. Hawakuwa na identity yao as a nation. Like Kenya, we have identity yetu. They never had an identity. The only identity they had is the covenant. So that is what they were depending on. And the historical teachings ambazo waliambiwa, kwetu tulikuwa, kwetu baba yetu Abrahamu, baba yetu Jakobo, baba yetu Esau, baba yetu, hiyo ndio ile story walikuwa nayo. But all that they had, it is all founded in a foreign nation. So there is no literature. Ile language walijua ya kwanza ni ya huko Egypt. Ile mafundisho walifundishwa ni ya huko Egypt. Yule Mungu walifundishwa kumuhusu ni wa huko Egypt. Anything that they were taught, anything they saw is Egypt. So when you removed them, when waliambiwa sasa ondokeni tuende, they never had either information, they never had any literature, they never had anything to compare with. So these people were the most difficult people to know God, because all the time what they knew gods. They knew the Osiris, they knew the god, the Baal, they knew the pyramid. All what they knew could talk for 400 years. The only gods they knew, the Egyptian gods. The other, they were told, we used to have a god. Our Jacob had a god. Abraham, our father, had a god. And it's only 70 families that he moved kutoka kule wakakuja Egypt. Katika Egypt ndio wamezaana. Kisha wakati wa kuondoka wakaambiwa sasa, break the covenants of the Egyptian so that you can be able to move. As they started moving, because they didn't have anything to relate with. And that is very hiyo ndio imetumaliza kama Wakristo, because we have been brainwashed to fail to understand and to know what God wants. And we have instead become Christian, followers of Christian. A Christian follower who does not understand where Christianity coming from. Bwana Yesu asifiwe sana. Because for you to succeed in whatever you are doing, you must have the history of your family. Wewe ndio kuvunja madhabahu ya kwenu, you must be able to understand madhabahu ya kwenu inasema namna gani. Baba yako alikuwa nani? Wazazi wako walikuwa wanani? Uganga wa kwenu ulikuwa uganga namna gani? Uragori wa kwenu ilikuwa uragori ya namna gani? Mambo ya kwenu ni gani? Who was the god of your family? The day you are able to understand who was the God of your family, you will be able to remove the Egyptian mentality in you, and then you will be able to proceed forward. So before you start any journey, you must understand the Egyptian mentality, the Egyptian background ambayo wewe umekulia ndani yake. Because there is nothing else you know. Sasa ndio naonanga nikiwatajia, nikianza kuwafundisha venye Wakikuyu walikuwa, wengine wananidikia kwa mtandao. Sasa angalia, uliwacha kuhubiri Yesu Kristo, unahubiri mambo ya gomi. Na mimi nakwambia, before you get to where you want to go, before whatever you have embraced ifanyike kwako, you must understand ni madhabahu gani inakuwaka kwenu. Sasa nikisema madhabahu ninasema mambo ya gomi. Yes, ninasema mambo ya gomi because guka yako ndiye alikufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jacobo ndiye alizuia nani? Jacobo ndiye alizuia Moses aende Canaan. It is Jacob. Maana ya ile laana ya nani? Ya Levi na Simon. Ya hasira. Kama angekuwa mzee mzuri angebariki watoto wote, lakini aliwa differentiate huyu na huyu na huyu. Kisha akamwambia nani? Akamwambia mtu anaitwa Yuda. Akamwambia wewe katika utumbo wako vizazi vya kiufalme vitatoka. Lakini muangalie, na yeye kuna kitu hakuondolewa. Baba yake kwa sababu alikuwa msharati. Jacobo si alikuwa msharati? Baba yake alikuwa mtu wa mabibi wengi. Amechukua sisters wawili na tumaid wote amechukua kwa nyumba. Baba yule Abraham alichukua house girl. Jacobo na yeye amechukua sister na tu house girl na wengine hapo wote 12. Na Mungu akakuja akasema nimehirika 12.
So you need to understand, ndio to understand ni wapi tulikosea, ni wapi hatufai, ni nini tunafaa kulete, ni nini hatufai kulete, ni nini tunafaa kubalance, ndio tuweze kubalance. Na tuelewe, kama babu yako alikuwa akichinja mwaka Disemba, alikuwa anachinjaga wakitoa sacrifice fulani Disemba, ama mwezi wa 8, ama mwezi wa 4, ama mwezi wa 6, kuna kitu kilikuwa kinafanyikaga in the family. You need to understand it. Because kama kuna damu ilikuwa inamwagika hapa na imemwagika hapa, iwe ya mtu, iwe ya busi ama ya kuku, hiyo damu inakaaga ikisugumusa. Sasa umekuja hapa umesomea kama mstari kamoja ndani ya buku ya Hebrews ati Yesu alitukufia, na kwa hivyo maneno yote aliosha kwa damu yake. Hiyo ni ujinga. Sasa simutoa hiyo Biblia yote, mkata hiyo yote, mubakisha kwa karaini. Tusomage hapa. Bona tukue na Genesis. Bona tukue na Exodus. The Bible has 66 books. Why do we have to, lazima tusome karaini kamoja tu, tufuata karaini kamoja, tuachane na hizi vitabu vingine zote? Hello, is it making sense? It does not make sense. You need to understand, he died for us to unite mankind with God, because the first Adam, Jesus is the second Adam. The first Adam alitenganishwa na Mungu kwa sababu ya tabia zake. Then Jesus came to reunite man and God together, ndio kuwe na covenant moja, ndio the grace of God to walk with you. God can never come into your life until you invite him. The devil cannot come into your life until you invite them. So you must be able to confess, you must be able to connect yourself with the devil or with God. For them either to come into your life, they are invited. The same thing, kutoa hizo mavitu, lazima you confess them to remove them from you. Now, wewe umesema Yesu amekukufia, mulikaa na yeye chini, ukamwelezea matatizo ndio akuondolee. Muthomaga Biblia ina meteneke. Kama dhambi tunakonfess, hata hii lazima ukonfess. Lazima umujulisha Yesu, umwambie gukaitore ari modo mugo, gukaitware na mbogo, ukaitwekaga. Deure Yesu ukwenda atia? Kwani ndakwehereria maundu macio. You must speak it, you must say it, you must tell him. Now you cannot tell him whatever you don't know. Sasa kama guka yako alikuwa anakupenda, mnaenda na yeye, anakupatia kabagi kama hapa, anakwambia enda ufiche na usionyeshe mtu, ujue what he was doing, he was recruiting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nego gotigera agotigagira miani. Ni recruitment. Tondu ni agocagurire roho uria we thiini wake ni wakuonire na agigocagura, tondu o mundu agioka anakuaga ametengenezwa. Kuchomoka tu hivi unakuja na kazi yako. So katika ile kazi Mungu, ile kazi ambayo umepatiwa, ile spirit inalocate wewe. Kwa hivyo utakuta guka yako anakupenda for nothing. Anachukia huyu lakini wewe anakupenda. Ukijaribu kukuja anakuambia nadukerengani hai. Nika nyenya nikanyakanga, nyakanga ni nyakanga. Da kiragia kenwa. Ugagishia ni guka kwendete. Tiko kwenda daredo amenyete riri he kindu aragotigira. Kuna kitu aliachilia. Na hiyo kitu ndio inakukura mpaka sasa. Alafu nasema Yesu alikuja akakusaidia. Alikusaidia namna gani? Na hujaokea. For you to be able to finish the Egyptian mentality, you must understand the history. Lazima uunderstand, tuelewe tuliendaje Egypt. Tulienda Egypt kwa sababu mtu anaitwa nani? So you need to understand the root cause of the problem. Then you go backward to the Jacob. From Jacob you go to who? To Isaac. From Isaac you go to who? To Abraham. Do you understand? What is the agreement between God and Abraham? What did God tell Abraham? At some point, because Abraham alitoka kwa baba mwenye alikuwa na mizimu, alikuwa mchawi, alikuwa muganga, he was an idol worshipper. Akamwambia, because of the origin, because of your foundation, kutokana na misingi ya kwenu, kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400. Remember when God was telling Abraham, Abraham was struggling to get a baby. Hallelujah. When God told him about your generation, siku moja itakuingia kwenye utumwa wa miaka 400, Abraham was struggling to get a baby. So he never comprehended to understand whatever God was telling him. Hakuelewa ni nini. Kuna watu unapitia kwenye laana za watoto wakati ulikuwa na struggle kupata mtoto. So there is nothing you could have said no,
because hata mtoto mwenyewe hauna. So God told him miaka 400 kuna kizazi chako kitaingia kwenye miaka 4. Kwa nini? Because of the foundation of your father. Na Abraham kwa sababu hakuwa na mtoto, hakukana, hakuambia Mungu kama Kaini. Kaini aliambia Mungu, hiyo mashtaka imekuwa mingi. Hapana, gutingihotekeka. Ni darega, muligocho ni wanene hamuno. Mungu kwa sababu ya hiyo kukataa, Mungu alitoa hiyo. Na ndio unapata Kaini alitengeneza city mzima inaitwa the city of Eni. Hamchui mtu ramasha. Hata sawa na laana zote alilaaniwa na kuua brother yake, bado he was able to build a city. So the successes bado zilimfuata. Why? Because he was able to kuambia Mungu, hapana, the judgment is too harsh for me. Some of us are going through judgments. Some of us are going through challenges. Some of us are going through difficulties because we were told something that we were not able to denounce. Ninaambia kama sasa sisi wanaume wengine nyinyi hapa tumewaambia maneno mazuri matamu wakati tumejisahau. Unajua wakati mwanaume amejisahau anakuambia baby I will never leave you. Baby sema wewe ni wangu. Baby wewe utakuwa wangu milele. Hiyo tu maneno mnaonaka kidogo they will come to speak to you one day. Ngira yake dole na maido. Kwa imagine ke. Ti unaona hiyo baby. Hako kasiana ulikuwa unapenda sana. Hako kasiana ulibreak virginity yake. Hako kasiana kamvura kasiana kalikubreak samani. They have a lot of implication that will cost you some time. Kama Abraham angeelewa, if he had anybody to explain to him what God has said, he required you to go and cancel. Maana wakati aliambiwa kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400 na hakuwa na kizazi, angeambia Mungu, nimekataa, kizazi changu hakitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Lakini kwa sababu alinyamaza, akakubaliana. Unaponyamaza, maneno ambayo nitaachilia kwako imekubaliana. Kumekuwa na agreement. Wakati Reuben alilaaniwa na baba yake, angesimama ambie baba yake, no, my father, nilifanya hivyo, lakini nimekataa. Hiyo kitu yote umesema, mimi nimekataa. It could have been cancelled. Much many years later, kizazi cha Yakobo. Kumbuka sasa, Abraham amezaa Isaac amezaa Jacobo amezaa Joseph. Katika kizazi hicho, Joseph amekuwa mtu mkubwa. How did it start? It started with his father again, Jacob. Joseph akapata dream, akaenda akaambia baba yake, nimeona nyota zinainama, zingine zinanama, zinakuja, zinanamenia. Yeye akaona miti inafanya hivi. Baba yake akamuuliza swali gani? Baba yake alimuuliza aje? Kayole twadha. Hiyo ndio swali. Sikusema hakumwambia utatawala. Aliuliza in a statement that was alarming. Kayole twadha mudo. That is the beginning of your failure. Your father can finish you. That man was finished by his father. Hapo kayole twadha mudo. Akaigiza ile laana. Mzazi akamwachilia laana, lakini sio ya kwa ubaya, lakini iliingia. Kwa hivyo kuna maneno madogo hapa naweza kukuzungumzia. Wewe unafikiria hiyo maneno, lakini nimekumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonanga tunaogopaga ma spiritual father. Na ndio naonanga usipende sana mtu ambaye ni spiritual father wako ama physical father wako. Muinteract sana na yeye. Katika hiyo interaction kuna kitu anaweza kukuachilia, inaweza kumaliza wewe kabisa. Avoid those people. Avoid kabisa. Hata kama itawezekana, keep distance. Wacha kupenda hiyo mahasira, mubishane, murudishiane na yeye. Akikwambia wacha kitu, immediately wachana nayo. Na kama unaona hauwezi kuacha, muondokee polepole. Uende kwa amani. Usiende na mahasira, uende kwa amani, maana atakumaliza. Nyewe uende. Joseph, laana ya Joseph kutoka kwa baba yake ilitoka kwa hiyo jina tu, hiyo kitu. Kayole tu equipped. Na hapo ndio progression ya shida za Joseph zikaanza. Kutoka hapo ndugu zake wakaanza kusikia wivu, maana baba amefungua mlango ya kuuliza swali inayoambatanishwa na wivu. Kayole twadha. Manita, that the father opened the gate, the floodgate ya wivu.
Kutoka hapo watoto brothers zake wakashikwa na wivu na wakapanga kumuua. But because this man alikuwa kwenye process ya Mungu, when you are in the process ya Mungu, despite the difficulties, there is a way God will evade you. There is a way God will atakutoa kwenye shida lakini utapitia. Ile maneno ya baba ni iko na nguvu, na maneno ya Mungu, the system ya Mungu, the plan of God is also iko na nguvu, lakini maneno ya baba yako iko pia na nguvu, itapelekana na system ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta unaona ni kama kuna kasheneni pale, kuna kamulango kanafunguka pale, lakini kuna nguvu fulani inakufutaka, inakuondoa. Lakini kuenda tu utaenda with a lot of struggle. Why? Kuna maneno ya mzazi na kuna maneno ya Mungu, na zote zitapelekana hivi until you are able to denounce one, until you are able to denounce ama kukata the umbilical cord ya baba yako, ndio yeye aondoke from your sin, so you build your own line with God. Kama Josefu angejua ama Yakobo asingesema hivyo, Josefu angeuzwa. Lakini wakati baba yake alitoa matamshi hayo, alitoa matamshi ikafungua mlango mwingine ambao Mungu alitaka kuutumia. Joseph akauzwa na brother zake. Walikuwa kwanza wanataka kumuua, lakini his younger brother akakuja akasema, badala tumuue situmuuze. Wakati alitamuka situmuuze, nao wanunuaji, watu wa kununua mtu wakakuwa wako area. It was very coincidental that the moment alifungua mdomo wake, kumbuka baba ndiye alifungua mdomo wa huyu jamaa kuchukiwa ama kuanza kuonewa, lakini brother yake mdogo akafungua mdomo kusema situmuuze. Immediately alipofungua mdomo situmuuze, nini ilifanyika? Watu wa kununua nao wakakuwa wanapita. Nao wakati waliuliza wale, mnaweza kununua? Nao kube mfuko yao kulikuwa na pesa ya kununua. So these things utakuta zinapelekana in systematic way that there is no way utaevade, because the process imeanza. The system za kutawala maisha yako, the system za kukuguide, za kukupeleka the way, the system za kuvunja mpango yako ama kuharibu mipango iliyo ndani yako, zikianza kazi zinaendaga systematically. Ndio nakutaka mtu ulianza biashara, ulikuwa na biashara mzuri na kazi mzuri, lakini venye itaanza kuanguka, unaona inaanguka, unaona kile kitu kinaenda kiroboti kinaendaga hivi, utaona zinaenda hivi pole pole. Yani unaona hii na fiti hii inaingia kwa hii inaingia kwa hii, baka wakati wa kufilisika, baka unaweza kuna rate pole pole, unaandika kanovo venye ulienda ulago ile harasha kama, because the system was ignited. Na hiyo system ndio nitaka Egyptian system, Egyptian mentality ya kule ulitoka inakufuata na inakufuata ikuzuie usifaulu. Wakati Joseph alienda akauzwa, kuuzwa na hao walionunua hawakuwa watu wa kununua watu, walikuwa ni watu wa kununua mifugo, lakini wakapata pesa ya kununua huyu mtu, kubeba huyu mtu, kufika kule walifika kwao wakapata already there is already buyer. Hata mifugo yao haikununuliwa haraka, walikuta kuna already buyer mwenye yako tayari kununua mtu. Kwenda huko ni nani? Ni Potiphar. System ile ya kwanza ya baba yake, ya ndugu zake, ya hawa kununua imempeleka kwa mkuu wa polisi, maana Potiphar alikuwa IG. Why? Because he is the next transporter of this man to the next destiny. So these things are programmed, arranged, organized to make sure every system inakutoa kwa level hii inakupeleka to the next level. Ukiona failures zako za kazi, biashara ulianza, unaweza kuiaccount for. Ulianza kuangukia wapi? Ukaenda wapi? Ni biashara gani ulifanya ya kwanza? Ulidanganywa wapi? Uta account. It is systematic. Mpaka mahali uliangukia itakupeleka. Because it is a program. Na hii program haitokanagi na wewe, ni program ilitokana na watu wengine. It's a program that was there, existed, but it awaited for that particular time, for that gracious time, so that it can strike. Utaishi mzuri mpaka 40 years, at 40 ndio program inaanzaga. Utaishi mzuri at 50, kumbe program yako ni ya 50 years. Utaishi mzuri mpaka 60, tajiri mkubwa, mtu ambaye ni tycoon, kila mtu anamuona na muogopa, lakini wacha ifike 60 years ndio utaona sasa unateremka hivi.
unateremka mpaka chini. Wakati walimuuza kwa Potifa, naye the next transporter hakuwa Potifa, alikuwa bibi ya Potifa. Bibi ya Potifa akaona tall, dark and handsome. Akasema geke nake, huyo dagedi wewe. Najua jamaa alikuwa nice, alikuwa mzuri. Mama akatamania kulala na huyu mzee, na huyu kijana because the spirit in him is still protecting the godly side, part of God inamprotect. Akasema mimi mami siwezi. Wakati mama aliona hiyo aibu, alishika kuwa akafanya nini? Akalaliwa na akajiangusha kwa kitanda. Akaambia mzee, huyu mtu yako alilete, angalia venye amefanya. Baba na hasira kwa sababu huyu jamaa ni protected because ako na kazi anafaa kufanya. Ako na nini? Na kazi anafaa kufanya. Baba hakufikiria kumuua. Kumbuka kule wadugu zake walifikiria kumuua, lakini mama alitaka huyu jamaa auliwe. Lakini baba Potifa haku buy the idea ya kuua, lakini mama alikuwa na idea ya kuua. Kumbuka kule alipouzwa na baba na ndugu zake, kuna madugu walitaka kumuua, lakini kuna ndugu mmoja alikataa. That is how the systems za Mungu zinaoperate. There is a system that wants to kill you, and there is a system that wants to lift you up. If you listen to the system that want to lift you up, you'll be lifted. If you listen to the system that want to kill you, you'll be killed. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka hapo, wakati mzee alikuja, alimrusha jela. Na aliporushwa jela akakaa huko. Na alienda huko, alikuwa anarushwa huko, aende akufie huko, maana he was a foreigner. Nobody was there. But while inside the prison, akaanza kuota ndoto. Na alipoanza kuota ndoto, akaanza pia kutafsiri ndoto za wengine. Kwa hivyo, wakati before I hear prison, people were not dreaming. Before he got to that prison, people were not dreaming. But the day he was arrested, the day he got kwa Potifa, watu dreams zikaingia ndani ya prison because of the preparation of him coming. Remember, as he went to prison, alikutana na watu wakunasubuliwa na ndoto. Kumbuka wakati alikuwa nauzwa, kuna watu walitokelezea wakununua. There is a system that will help you. There is a system that will want to kill you, but also there is a system that will help you. So it is for you to understand ni system gani. What stage are you? Alipofika tu jela, hakuwa na watu. When you're in prison, usipokuwa na mtu wa kukusaidia prison, huko chakula ni gumu, huko kuoga ni kugumu, huko kila kitu yote ni gumu. Akiwa ndani ya prison, alipokajagisha mlango, watu wakaanza kuota ndoto. God will create a system that will enable you to have the comfort of life as you battle to come out of the situation you are. Akiwa prison ndio alikutana na watu ambao walikuwa na ndoto. Akatafsiria mmoja, ukakaa kidogo akatafsiria mwingine, ukakaa kidogo akatafsiria mwingine. Wakati tu aliingia prison na akaanza kutafsiri, Mungu akatengeneza mtu mwingine ije kabuni ya huyu. Sasa akatengeneza kabuni. Hiyo kabuni ni ya kufagia na kutogota na kulima. Hiyo kabuni Mungu akaitafutia kazi State House. Are you getting me? As he got into prison, kabuni ikatengenezwa na mtu huyu ambayo ni ya kufagia, na hiyo kabuni ikapata tenda State House. Now akiwa huyu anko yake mmoja naye akashikwa na mogororio, akapelekwa kwa prison, na kufika kwa prison akakuwa na ndoto. Huyu jamaa Joseph akainterpret ndoto. Immediately after ndoto ilikuwa interpreted, jamaa akafunguliwa. Hello, mwambie mwenzako tuko kwa safari. Tuko kwenye safari. We are getting there. Don't worry of the challenges that you are facing. God is taking you where? Anakupeleka pale. Kampuni ikaandikishwa, na ilipoandikishwa ikapatikana imepata kazi State House. So Josefu akiendelea kutafsiri, naye aliyetafsiria mmoja akaachiliwa, akatoka prison kwenda nje. Kazi alipata wapi? Kwa hiyo company ambayo ilienda State House. Nikuwa nilewera osho watafsirieo nikuwa onilewera. They immediately alipotoka na akaajiriwa kazi, naye mudhamaki akaanza kuota. You see, as he was being employed to get into this company, ndio hii company iende kafanya kazi State House. Now State House, Ruto akaanza kuota ndoto.
na wakatafuta mtu wote wa kutafsiri zile ndoto, akakosekana. Akiwa katika hali ya kukata nyasi, maana naona akikata nyasi huyu jamaa akifagia, akasikia rumors huko ndani ate mudhamaki ena kiroto kimugiete muno. Kisha akaambia supervisor yake, akamwambia na kule tulikuwa huko, nilikuwa kuna kama mtu najua kanaweza kutafsiri ndoto. Huyo supervisor akaenda kwa mkubwa huyo mwingine, akamwambia kuna mtu anasema pale, kuna mtu anajua kutafsiri ndoto. Favor ikaanza kuingia, just that one ya huyu mtu wa kufagia, na mudhamaki hasikilizagi, lakini favor ikaingia mara moja ya hiyo neno likapata njia mpaka kwa mudhamaki. Mudhamaki akauliza, ni nani huyo mnasema najua? Niitie. Mtu akotogota akaitwa mpaka kwa mudhamaki. Kufika huko akaambiwa, ati unasema nini? Ati kuna nani? Kuna mtu akotogota wa hiyo dream, na alitafsiri, na mimi nilisikia kitafsiri na ilikuwa ni ukweli. Akamuuliza ako wapi? Akaambiwa ako Kamite. State House controller akaambiwa mara moja, pigia commissioner wa prison umwambie kama kuna mtu kama huyo. Akasema kuna kamtu. Immediately gari zikakuwa dispatched from State House ziende mpaka Kamite kuenda kuchukua nani? Mfungwa. Lakini before apelekwa kwa mudhamaki, wakajua yule jamaa hana nguo za raia, anavaaga kogoro, zinaitagwa kogoro, wale wajui ako na kogoro. Wakapita, na unajua wale watu wako na kaka State House hawajui River Road na hawajui Tomboya na hawajui Moi Avenue, duka za Moi Avenue. Wanajua zile za Koinage kule, na wanajua kule zile za Turatoria huko, zile kwenda usanga zile za Henry, suti inatokanga 150. That is what they know. Hizo ndio suti zile wanafahaga. Adawa ya moja inatokanga shilingi 30,000. Socks inatokanga 10k. Hello. Kiatu kinatokanga 100,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni watu wa huko majuu, ni watu wa State House. Hawakupiga simu watu waende River Road kwa sababu hata wajui River Road ni wapi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you can imagine mfungwa, what is awaiting mfungwa in prison. Wali drive mpaka Sir Henry. Wakapiga simu apimwe kiuno chake ni size gani, shati yake ni size gani, kiatu yake ni size gani, na mkuu wa prison akaauthoriziwa huyo jamaa tukikuja hapo tukute kama mioga. Hello. If you follow, maana Joseph instincts zake zilimwambia do not allow the devil to speak to you. Do not compromise your integrity. Do not compromise. Usikubali. Wakati wote aliruka. Wakati kwa mama Potifa aliruka. Akiwa jela akaruka mitego ya kishetani. Mitego ya kumzuia faulu. Kufika kule Mercedes 3 kutoka State House, presidential escort. Kubuka kupelekwa prison, hata waliona ke Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipelekwa na Mariamu kama wamefuganishwa na mtu mwingine. Lakini wakati alitoka prison, alibebwa back left. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibebwa back left na Mercedes ya State House. Mbio mpaka kwa mudhamaki. Kufika huko kwa sababu mudhamaki alikuwa so much trembled. Alikuwa nasumbuka akili sana. Maana alikuwa ameita mpaka waganga, warogi, agragori, wote walikuwa ameitwa kwenda kujaribu kutafsiri. Ilikuwa inamsumbua sana. You see now, God has created a dream to make sure mudhamaki hapati amani because of his seed. Bego yake. He was doing all this thing because ya mbego yake. Na hiyo mbego ni nani? Ni Josefu. Kwa sababu ya nini? Ya miaka 400. Hello. Kwa sababu ya nini? Miaka 400. Kufika State House hakukaa hata kidogo. He was ushered in. Mari mudhamaki anakunywa chai. Haraka kakofi kakakuja, haraka kanyama na tuminofu tukakuja. Jamaa mwenye alikuwa anazuia kukula madodo na dhufu wake wabosho na rofogaro iganarekelea na hede hokeile, akakula chakula for the first time. Akachakula chakula mzuri, delicious food made for the mudhamaki. They ate together. Then he was able to interpret. Akaambia mudhamaki whatever hizo unasema, hebu nirudia dream. Akamwambia nimeona ng'ombe mnono na ng'ombe ingine. Immediately because of the system ya Mungu and the system ya Mungu and the plan of God in this man, then what happened? The agenda of God got into Joseph immediately. He was able to be revealed to by God what it means. Hawa walikuwa naona ng'ombe, lakini Joseph hakuona ng'ombe, aliona seasons.
Hallelujah. God will cause you to see things that people that don't see because of that target of God that he has in you. He fought to make sure this man is so perfect in winning and making sure everything becomes a reality. Wakati alitafsiri akamwambia ng'ombe 7 zimekonda. Sasa tuweke ng'ombe kando, ni 7, hiyo namba 7, it means season. The number inasema season na ng'ombe inasema mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia utakuwa na miaka 7 ya mavuno mazuri na miaka 7 ya mavuno ambayo hayatakuwa mazuri. Kwa hivyo katika miaka 7 ya mavuno mazuri ujitayarishe, uweke kwenye store mavuno yako mengi, kwa sababu mtahitaji kwenye miaka hii mingine 7 mtahitaji mavuno yale. Hello. Na immediately the king was spoken to by God, akakuwa relieved na akaona this is the true. Hii ndio hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akamwambia kwa sababu wewe ndio Mungu ametumia kuinterpret this thing, you are going to become the what? The prime minister. Wewe ndio utaimplement the project. And then he started the implementation of the project. As he started the implementation of the project, kule kwao, kule alitoka, kule aliuzwa, naye Mungu akaswitch off mvua, akaswitch on nini? Jua. Kule kukaanza kukauko. Ndio wale washikwe na njaa wasikie Egypt kuko na chakula, waende wakatafute. Kumbe ni baba yake alikuwa anafanya nini? Anavurutwa. You see the systems of God? The moment kule kumekuwa switched off, njaa ikaanza kuingia kule, wakakosa chakula, mpaka ikabidi ndugu zake wakatumwa, mwendeni Egypt mukatafute chakula kule. Walipofika wakaambiwa yule ambaye anashughulikia chakula ni mfalme, ako mahali fulani anaitwa Josefu. Walipoenda, kumbe walienda huko, kwenda huko hawakujua the brother, lakini the brother alifanikiwa. Mungu alimfungulia akawaambia ndugu zako ndio hawa. Kumbuka kiugo kile kia Ngai kia miaka 800. Mwadhani ya washo. Alipofika tu akawaona na akawajua. Na akajua hawa ni ndugu zangu. Akawauliza mumetoka wapi? Wakawaambia kule wametoka. Wakamuuliza kwenu mko na baba? Baba yenu anaitwa nani? Anaitwa Jacobo. Yuko hai? Yuko hai. Akajua fafemu. Na akasema mko na ndugu mwingine? Tuko na ndugu mwingine. Kanaitwa nani? Kanaitwa fulani. Akajua kale kalinio kwa kako hai. Kisha akawapatia na akawaambia nendeni mkuje na baba yenu hapa. Ndio nijue kama mnaongea ukweli. Waliporudi walienda wakalete baba. Baba kufika hapo, kisha ndio aliamua kuambia ukweli. Na akamwambia I am your son. Mimi ni wenu. Nini yule amwetilie. Now 400 years ushered in. Akamwambia nenda mkuje na baba. Baba alipofika kule wakafanya agreement. Wakasema na nyinyi kujeni mchukue the whole clan mkuje mkae hapa. Wakatafutiwa mahali kunaitwa Goshen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa miaka 400 ikaanza kazi. Na kutoka hapo until Musa amekuja 400 years again to get out. So what took you to prison belongs to you. Whatever that took you to the problem you are having, you are the own carrier. Your family, your blood ndio iliwapeleka huko. It is Joseph who took the children of Israel to the slaveriness of 400 years. But who caused Joseph to go? The father, Jacob. Aliuliza, kayoletwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maneno alitoa, it caused the ignition key ya maneno yalineno na Mungu kabla Abraham apate mtoto. Kwa hivyo kuna vitu vilinenwa kitambo lakini vitakusubiri. Vilinenwa kizazi cha kwanza kule mbele lakini zitakoja mpaka ile Mungu miaka alisema ikifika. That is when the key will be pressed. Na key kikuwa pressed because there was nobody else to cancel hiyo maneno, inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko sawa? Are you blessed?
Sasa mkeni, nimemaliza. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura wa Ruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, Mezzanine Floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.